atoa maji kidogo tunagwihoka producer wakwa ni gukorwo ukinjikirira mbica cia mundu gwitwo Kevin nigetha mwiroreri akorwo akimenya turaririria iguru rigi Kevin nuriku ni njui producer wakwa ni gukorwo agikira namba cia mbica cia mundu gwitwo Kevin nigetha ikorwo igi scroll screen-ini yaku tuendelee. So wakati walitoa hiyo maji sijui nini iliendelea. Mtoto alianza tu kuzimia, anaanguka kila mara. Sasa walisema ni maji yenye ilikuwa kwa mgongo wake. Yes, wakati nilifuatilia sana yani sasa baadaye mtoto akishaumia ndio niliambia mwenye alitoa hiyo maji ali affect backbone. Sasa wakati alimkunjua alikuwa ni kama student, hakumkunjua haraka. Sasa hiyo damu ikaenda kwa brain. Na sasa hii maji ilisababishwa na malaria ama ilikuwa imesababishwa na nini? Mostly unasikianga mtu akiwa na malaria wanasema maji kwa mgongo anatoa. Sasa ni hiyo maji ndio inasababisha na malaria, cerebral malaria. Sasa hiyo maji ikamsababisha Kevin kuwa mlemavu. Ako na kitu inaitwa cerebral palsy. Brain iko paralyzed one side. Na sasa wakati huo Kevin alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka 5. Akiongea, mtoto wangu nimemzaa vizuri, ameongea na ameenda mpaka shule. Na akianza kugonjeka alikuwa na miaka 5 na alikuwa anaongea. Sasa kufunga kuongea alifunga akiwa na miaka 8. Sasa haongei, hafanyi chochote, ni labda kukula ndio alianza kutrainiwa wakati nimpeleka shule. Ndio sasa alianza kutrainiwa hata kwenda choo. Manake alikuwa anakunya hapo, anakojoa hapo. Na hata saizi hiyo conversion nikikuja juu sana nikikosa dawa yeye anajikojorea, anajikunia. Okay, saizi hata namuoshanga. Hata ajui kuwa nguo na mbadilisha. So hiyo kitu imenipatia stress. Manake sasa ukiwa na mtoto kama huyo uko na changamoto, yani ni kama utoki kwa kuzaa. Ni kama tuko na mtoto. Gwihoka producer ni urajikirira mbica cia mundu gwitwo Kevin nigetha mwiroreri witu akorwo akimenya turaririria uhoro wigie Kevin uriku na nigetha akorwo akiona mundu gwitwo Kevin ucio urerwo ari na wathe. Sasa mgeni wetu mtoto alikuwa mzima na umempeleka kwa hospitali akiwa mzima. Ulipoambiwa sasa huyu mtoto amepatwa na ugonjwa yenye hata waipona, hiyo kitu ulichukulia aje? Ili ni shock kwa sababu hata imeniletea ulcers, niko na ulcers. Fakti kwanza hiyo kitu inanisumbuanga akili sababu nilizaa mtoto wangu akiwa mzuri. Mtoto mwenye alikuwa na afya. Saizi hata sijui. Na sasa ingekuwa kuna wazazi wengine ukipata mtoto kama huyo nini daktari akitengeneza mtoto kama huyo alafu tena afanye kitu tu mtoto agonjeke vile hatapona, unachukua hatua wewe? Kuna hatua yote uliyochukua? Wakati huo sikuwa najua na sikuwa unajua, sasa nimekuja kugundua baadaye. Wakati huo nilikuwa nachukua hii card. Sasa juu wakati wa assessment ndio nilijulia Mbagathi yote. Kwa hivyo walipojua amegonjeka cerebral hawakukuambia? Walikuwa tu wanakuambia watamtengeneza apone. Na sasa ulikuja kujua aje huyu mtoto atapona? Hii mambo ya wakati unaenda kwa assessment ya mtoto unapewa barua. Kuna barua niko nayo ile ya assessment. Ile vitu mtoto zenye amepoteza yenye ziko pale nikikuonyesha. Unaangalia speech hakuna. Alafu kufanya chochote hawezi jifanyia. Ako tu. Lakini mimi huwa nampenda sababu hajapenda kukaa hivyo. Sasa umeambiwa mtoto wako ako na cerebral. Hiyo kitu ulichukua aje katika moyo wako? Ilichukua uzito. Manake bado inaniaffect mpaka saa hizi. Kwa sababu kama Kevin wangu angekuwa mzima, hata mimi ningekuwa tajiri. Kwa sababu ukiangalia ile madawa tunatumia ni very expensive na ni za kununua. Na unajua sasa uzae mtoto akiwa mzima, ulee mtoto wako, then afikia mahali Kevin hawezi fanya chochote, hawezi kusaidia. Sasa Kevin ako na 22 years. Hakuna kitu anafanya. Huyo mtu unamuona mrefu hivyo tunamuosha. Na akizimia nikiwa peke yangu, hata sasa kubeba ni shida. Inabidi tumfanyie tu akiwa na hapa. Nishawahi ongea na wazazi wengine ama sana wazazi wa kike. Unasikia akikwambia wakati mtoto alipogonjeka, alipopatwa na shida fulani, unapata
mzazi wa kiume anatoroka. Baba Kevin alitoroka ama tu alizidi kukushikilia? Huyo hakutoroka. Okay, na wakati Kevin aligonjeka hakukaa miaka mingi kwa ulimwengu, alikufa haraka. Maanake mimi nilikuja widow 2004 mwezi wa 10 tarehe 25 2009. Pole sana. So yeye hata alikuwa amependa huyo mtoto. Maanake baba Kevin alikaa sana bila kuzaa. Alikuwa anapata mabibi wanaenda hapo sasa. So Kevin alikuwa hot cake. Alafu bahati mbaya tena ndio wewe Mungu akamgeuza. Pole sana, pole sana. Sasa Kevin, umeambiwa sasa Kevin ako na cerebral na umekubali. Maisha ulianza aje hapo? Maisha yamekuwa magumu kwa sababu sasa unajua mzazi ukiwa mmoja ni shida. Yaani imagine mimi hata saizi nikipata kazi ya usiku nafungia tu Kevin kwa nyumba kama hapo. Naenda nafanya nakuja na yani nimemchukulia kama mimi ndio special parent. Huyo mtoto namchukulianga ni kama special kwa sababu hajapenda akae hivyo. So mimi nafanyanga hivi, nang'ang'ana tu penye nitaweza na mahali nitafikia. Ni bebe Kevin akae kama watu wengine. Mpaka wakati Mungu atasema siku zake zimefika. Na mimi huwa naomba na bado naomba Mungu asijaribu kunichukua mbele ya Kevin. Kwa sababu nikienda mtoto wangu atateseka. Hakuna mtu anaweza kunibebea mtoto hivyo. Huwa naomba Mungu hivyo, na ni kama Mungu anasikia. Although Kevin anagonjeka but Mungu anampenda. Bado namuhifadhi ako 22 years. Wow. Na unaona ako na afya yake ni nzuri. Kama siku hiyo naona ako na jacket, nilikuwa nimeitwa shuleni mgonjwa. Ikabidi nibebe hiyo jacket sababu baridi na muweza. Sasa nikamwendea na ndio nikapeleka hospitali. Sasa Kevin, kuna wazazi wengine wakijua watoto wao wako na shida hawapelekangi watoto shule. Ni nini hiki kilikuvutia wewe kumpeleka shule? Shule sijapeleka Kevin asome. Kevin nimempeleka shule kumlea sababu ndio nipate nafasi ya kutoka. Juu ukiangalia kuna picha nimepiga pale, nafanya kuna mahali naenda kufanya kibarua na ninakwenda na Kevin wangu nakalisha hapo. Ndio nifanye kazi Kevin akiwa. Nikifanyia kwa mtu na mwambie niko na mtoto mlemavu. Wacha nikufanyia kazi nikiwa na mtoto wangu. Anakubali naenda na mtoto wangu nakalisha hapo. Mimi nafanya kazi. Kuna wazazi wengine wakipata watoto kama hawa hawawapendi, hawaonyeshi upendo. Wengine wao wanawafungia. Unaweza ukawaambia aje pale? Mimi nikipata mmoja kama huyo tunaweza kosana vibaya sana. Kwa sababu Kevin ni dhahabu. Kitu ya kwanza mahali nimefika hapa ni Kevin. Singefika kama si Kevin singefika mahali kama hapa. Saa hii inaonekana na Wakenya wote. Hata president ananiona. Si ni Kikuyu TV. Hii ni Kikuyu TV. Sasa unajua sasa wazazi kama hao na waomba ukiwa na mtoto kama huyo usifiche kwa nyumba. Na kama una venye unaweza kupatana na maybe kadi yake. Wewe ni contact utapeana na atafanya vizuri. Kuna wazazi wengine wanaulizanga kadi kama hii. Kadi kama hii wanaweza ipata wapi? Wengine wao wamejaribu kutafuta hawapati, wengine wao wamejaribu kuapply hawapati. Je, ndo mtu apate kadi kama hii anafanyanga aje? Kwanza kuna hapa Nairobi. Huyo kuna daktari anakuanga St. Anne Jogorot. Huyo unaenda kwake ana assess mtoto. Akisha assess mtoto anakutuma Mbagathi. Ukienda Mbagathi, huyo kwanza wa kuassess ni huyo ni wa kupeleka shule. Na tena kama hana hii kadi anakutuma Mbagathi. Ukifika Mbagathi hapo reception, sema unataka kwa hawa watoto disable ama kwa watu disable. Kuna madam wako hapo mzuri sana hata kuattend. Anakuambia fee inakuanga kitu kama 600 wakati nichukua hii. Unalipa 600, anakupatia 2 weeks. Anakuitia madaktari wa assessment. Sasa hiyo siku umeambiwa uende. Unajua wazazi wengine ni wakora. Anaambiwa aendi. Make sure hiyo siku na hiyo time uende kwa sababu mko wengi. Na hiyo time umepewa ni yako, ingie hiyo saa, mwingine atakuja ingie. Juu naongeanga na wengine wananiambia aliapply lakini kadi hapana. Okay, ina take long. Kama hili take muda mrefu, ilichukua muda mrefu more than 6 months. Lakini unakuwa patient.
kuna namba unapewa ya huko Westlands APDK. Unapiganga tu hapo reception. Kama iko ready, naambiwa iko ready. Kama iko ready, unaambiwa ngojea. So unapewa hiyo namba. Okay, unapewanga bagadi wakishafanya mtoto assessment, unapewa siku ya kuendea kadi wapi? Westlands. Ukienda ukose, usiende tu na utoke. Enda uongee na hao watu. Na mimi nashukuru Mungu sana. Huko Westlands watu kama akina Kevin ndio wanasabu watu. Walemavu wako huko. Si most ni walemavu. So wanajichukulia huyo ni mwenzao. Lazima kusabu. Wow. Na kuna mzazi ajui hii kadi itamsaidia na nini? Ningetaka umuelezee juu manake kuna wazazi wengine wako na watoto walemavu, lakini hata ukimwambia ende achukue kadi anashindwa itamsaidia na nini hii. Muelezee hii kadi inaweza msaidia na nini katika ulemavu wa mtoto wake. Okay, sasa mimi tuseme aswa mimi kuna venye nilikuwa na expect itanisaidia. Unajua kuna changamoto kwa mtoto kama huyu. Kuna watu walemavu kama Kevin wanapata cash transfer na bila hii huwezi pata. Mimi sipati. Na sijui mimi wana apply na sijawahi pata. Na sijawahi give up. Hapana. Kama juzi last it was on 14th nilisikia wakisema mama mwingine alikuwa na mtoto mlemavu, yeye huwa anapata huko Mkuru kwa Njenga. Kaniambia mama Kevin, chukua vitu za Kevin uende kwa chief. Uende wanaandikisha wale watoto walemavu. Wale wapati cash transfer na wale walikuwa wanapata ikasimama hawapati. Si nikaenda na nikaambiwa hawachukui hao watu. Unanipata? Wanachukua, wanatengenezea wale watu walikuwa wanapata na sasa hawapati. Lakini watu wageni kama sisi hatupati. Unaona siku give up. Sasa na nilienda mapema na nikakaa. Kwa hivyo ukiwa na mtoto kama huyu, ujipe roho na ujikaze. Usifikirie tu sasa ndio weapon serikali itakusaidia. Wewe kwanza ndio serikali. Usaidie ndio Mungu akikufungulia njia hapo mbele. Kama sisi mahali tumefika, tumefanya kazi na hao watu. Wow, ni vizuri sana mwenye hakuwa anajua nini maana ya hii kadi amejua. Na kuna nyingine hapa na kuona ukiwa nayo. Hii nayo ni ya nini? Hii kadi, hii kadi ni ya mahali Kevin anaendanga clinic. Kevin anaendanga huko Lions huko. Naitwaje? Huko Mathare Lions. Kuna watu wanakujanga hapo wanaitwa Kawe. Wana deal na hao watu wa epilepsy. Sasa kuna mtu alini organize nikaenda. Sasa nikaenda nikajaza huko. Okay, huko ni cheap. Kwa wale watu wapelekangi watoto clinic, huko ni rahisi. Huko kadi ni 200 peke yake. Then unanunua dawa na dawa nakuuzia rahisi kidogo. So mimi ndio unaona hata tarehe yake ni venye hapo nini inatakana aende clinic. Sasa inatakana akikuja unampeleka clinic. Sababu hiyo ulemavu lazima upeleke clinic. So kwa hivyo ukiwa na mtoto mlemavu lazima huyo mtoto huo ukimpeleka clinic na ili ujue shida ya huyo mtoto ni gani ama kuna shida yako nayo ya mwili, kama kuna ugonjwa inamsubua ili ujue. Asante sana. Juu hata Kevin sasa akiwa na shida fulani. For example sasa ni mgonjwa. Unaonanga kwa conversion inakuwa juu. Na tena anakataa kukula. Unaona? Na kama upeleki kwa daktari, unasema tu huyo wacha tu yakae hapo. Si atakufa. Na akikufa ni laana. Sababu mtoto ni baraka kwako. Kweli. Katika vijiji kuna hizi vikundi zinakuanga za walemavu. Sijui kama unakuanga kwa hizo vikundi. Okay, mimi ile nimeingia kwa ya wajane. Niko kwa ya wajane. Juu ya walemavu nilikuwa nimeingia huko Tasia, lakini shida tu ni moja. Unajua ukienda kila mara wanahitaji muende meeting. Na mimi sasa hiyo nimeenda kutafuta. Sasa ninaendanga tu once nyingine kwa Tasia. So hiyo nayo ukiingia inakuencourage pia. Unafikanga huko unapata hata Kevin hapa afadhali. Unapata wengine wako huko hata uwezi amini. Ukiangalia hivi mtoto unashangaa. Kuna hii usaidizi inapeanwa na serikali ya watoto wenye ni walemavu ama watu wenye walemavu. Wewe ishawahi kufikia? Mimi sijaipata. Mimi ile kitu nimesaidika tu ni wakati wa corona. Hii mambo yenye ilikuwa ya inaitwaje?
Red Cross. Ndio mtu aliniingiza tu nikapata, nikasaidika kidogo. Na tena mambo ya vyakula hii venye tu alikuwa anapeana. Lakini kusaidia mtoto kama huyu, kama school fees na hustle mwenyewe na kupeana. Haya, mambo sasa unajua tukiaza leo tukipeana, unang'ang'ana pia basari ukisikia iko mahali. Unaenda unasukumana na wamama upate basari, Kevin akae shule. Ndio sasa ulelewe huko. Wow. Na sikianga hizi vitu zenye zinapeanangwa na serikali za watoto disability ama za watu walemavu, ungependa kuambia serikali aje? Maana hizo vitu zinawatiliangwa, lakini wengi wao wenye naongea nao hizo vitu haziwafikiani. Ungewaambia aje pale? Mimi ningeambia serikali wakipeana kitu ya walemavu wafuatilie. Manake kama sisi, mimi huwa nasikia tu kuna msaada ya serikali ya walemavu kama Kevin. Sijawahi pata. Hata nishawahi apply inaitwa hii ya fee ya Nyayo House. Nisha apply mara mingi na sijawahi pata. Na apply tunapeleka, nasikia watu wanasaidiwa. Hata unapata unasikia mtu anakuambia mimi nilipewa hata 30,000, nikalipa school fees, nikalipa dawa. Mimi sijawahi ona na macho. Mimi ni kuhustle tu. Sasa serikali kama wananisikia, mimi ni mama mwenye niko na watoto watatu. Na mimi ni mjane, nilifikia ujane 2004 bwanangu akikufa. Na ninang'ang'ana na watu kama Kevin, na niko na mtoto ako university, alafu msichana ako college. Nang'ang'ana. Sasa serikali ikitafuta sisi itusaidie, tutashukuru. Lakini unaweza achilia huko juu. Wale wako huko juu wanapatia tu watu wao. Sisi tunaumia tu hapa chini. Wow. Na kuna hawa walemavu ambao hawapendi kufanya kazi. Mtu ako na nguvu, hata hana huo ulemavu mkubwa, lakini hapendi kufanya kazi. Ungemwambia pale aje? Mimi huyo mlemavu mwenye hapendi kufanya kazi na mwenye anaweza jifanyia. Unapata mwingine hata amekaa na mkebe kwa barabara na anaweza. Wengine wanateka advantage. Mtoto kama Kevin anachukua anamweka kwa jua na mkebe. Watu kama hao yafaa washikwe. Na kama uko mlemavu usichukue ulemavu wako kuwa weapon. Hapana. Jikaze kama wengine. Wewe ni mwananchi kama wengine. Mimi hata sasa napanga Kevin nikipata nafasi nimchukulie ID. Akuwe mwananchi wa kawaida. Sasa akipatikana anaonekana ni mwananchi wa kawaida. National ID atakana kuona. Na ukiwa mlemavu usichukue hiyo ulemavu kama jikaze, sababu hata kuna wengine naona wakiadvertisewa kwa TV. Wanafanya kazi yao. Lakini wengine hawataki kufanya. Mtu anachukua tu hiyo advantage. Kama ukiona mimi ni kama tu mlemavu wakati sababu sina bwana, niko na mlemavu. But naangana Kevin ako na afya. Hata akikunywa uji unaona ako na afya. Ako na afya kabisa. Na kuna hawa watu wenye wananga ulemavu. Hawa watu huanga wanadharau wale watu wenye wako na ulemavu. Ungewaongelesha pale kuambia aje? Mimi kama kuna mama mwingine kwa ploti anachukia Kevin sana. Unaweza kuwa tu kwa nyumba unaangalia tu, wewe uko tu kwa nyumba unasikia anakuambia Kevin, enda kwenu, yani unaona ni kama anaona hii ni shetani mnaondokea ama hii ni laana. Mimi ningependa kuambia hivi. Huyo mtu mlemavu ako na haki ya kuishi. Na venye unamchukua, jichukue kama angekuwa ni wewe uko kama yeye. Alafu mtu akufanyie utasikiaje? Usifanyie mtu venye hutaki kufanyiwa. Na hii uwete ikujengi kuambia. Hii uwete ni kama tu kifo. Unaweza kuwa unatembea tu na kufa. So hii uwete mtu asichukue ati ni kama sasa hii ni laana analetewa kumlao. Ukipatana na mlemavu hata kama ameanguka msaidie ama muongeleshe kama mtu mwenzako. Unaweza pata mlemavu anakusalimia hivi na wewe unajifanya sasa wewe uko mzima, Mungu alikupenda, uweze salimia mlemavu. Ujue hii kitu ni kama ya kawaida. Inaweza kuja wakati wowote. Kweli. Juu watu unaweza kuwa mama mzee hivi. Na ugongwe na gari. Na upate mguu ama ugonjeke. Ama ugonjeke. Sasa hii ugonjwa iko kila wakati. Sasa hiyo ukipatana na mlemavu mimi ningependa kuambia watu. Unaweza pata hata sana masibei queen ukiwapata. Unaweza mimi hata kuna wakati naangalianga hii sababu Kevin mimi ndo nampeleka kinyozi. Unaweza patana na mtu anasongea mtoto kuna shindo sasa huyu. Hataki amkaribie. Yeye ni wa kimbia kwa gari. Unajua saa zingine Kevin anamwaga mate. Kuna sisi unaona mtu yani amechange uso mpaka anamhurumia tunasema haki. Huyo mtu ajui. Lakini kama angekuwa anajua
mtu unaweza kuwa tu kiwete anytime. Na pengine ni msichana. Na ajui kama Mungu anaweza mbariki na mtoto kama huyo. Juu hata mimi nashukuru Mungu. Wacha nikwambie mimi nashukuru Mungu kwa nini? Kuna watu wengine unapata amezaa more than 3 children. Wako viwete. Na huyo mtu hata hawezi give up. Lakini mimi nashukuru Mungu niko na kamoja. Na Mungu akachukua tena wengine akaniambia sasa Kevin angekuwa mzima angekaa kama huyo. Wow. Katika hiyo safari yako na Kevin, kuna siku ushawahi amka ukasikia umelemewa kabisa? Kama saizi, wacha niwaambie kama saizi hata Kevin anatoka shule, lakini sina pesa ya dawa, lakini naomba Mungu atampatia. Haya, kijana wake niko na brother Kevin mdogo, ako Cooperative University second year. Anatakana akalia mtihani next week. Na sijamaliza school fees. Na sina otherwise. Yani napiga hesabu hata ukijaribu kusave utasave ya dawa ama utasave ya shule. Haya, Kevin naye akikuja anakuja tena wiki moja, na Kevin akirudi shule anaenda na shopping. Sasa nimechanganyikiwa kama saizi niko tu down. Mimi ningependa tu kusema mtu mwenye anaweza tu kunisaidia. Ajitokeze tu, bebe tu hiyo mzigo. Hata kama atanipatia nini, itanisaidia. Na kazi ni kazi gani yenye unafanyanga ya kujikimu kila siku? Mimi ninajua kushona nguo. Lakini wakati wa corona kazi hakuna sana. Alafu najua pia kutengeneza sabuni hii ya maji. Sasa nikikosa kibarua ya kuenda kushona na tengeneza sabuni, naanza kuuza, naanza kutembeza kwa mahoteli huku. Na kitambo nilikuwa nafulia watu manguo, lakini sasa hivi sifuri. Natembeza sabuni, na nikipata kibarua sana nikikosa kazi naendanga Uhuru Market, naenda naona mtu akiwa na kazi namsaidia. Hivyo unajua hii kazi yangu ya temporary inanisaidia kwa nini? Kevin akikuja, ukiwa kwa factory mambo ya kushinda ukiomba ruhusa, utanyimwa. Utaulizwa wewe peke yako tu ndio umepata shida. Wengine kwani hawana walemavu, unanyamaza. Sasa mimi akikuja, sasa ninakuwa na double work. Kulala ni saa 5, kuamka ni saa 10. Ndio nimtayarishe, ndio sasa niende kutafuta. Sasa hata kuna siku nyingine nilikuwa na changamoto juzi. Last month sikuwa nimelipa nyumba. Kevin yuko kwa nyumba. Kuna mama mwingine hapo na anaitwa Mama Sharo. Ako na M-Pesa, mimi umwambia naenda nafungua kupatia Kevin chakula. Kama nimeenda kutafuta nafungianga yeye kwa nyumba. Kitambo arudi shule. Na ndio unaona nilisema shule inanisaidia sana. Agent walikuja wakanifungia mtoto kwa nyumba. Sasa huyo Mama Sharo alikuja na walikuwa wanajua kuna mtoto kwa nyumba. Sasa kwa nini wao? Sasa Mama Sharo alikuja akakasirika na wao. Akamwambia mnajua mtoto ako kwa hii nyumba. Na mama mbona hajalipa rent? Akamwambia mama ameenda kutafuta pesa ataleta. Fungueni mlango. Sasa ndio akafungua, ndio Kevin akapata chakula. So hiyo ni changamoto pia. Sasa ilibidi tu nikaenda nikalilia kanisani, nikaenda kanisani kwetu nikawaelezea mimi nakuanga mshiriki wa PAG. Wakanichangia, nikalipa rent, nikajua hapo nimesonga. Sasa ni changamoto tu. Mungu ni mwema. Na wakati mwenye uko na changamoto alafu tena asubuhi unalauka. Ni nini hiki kinakufanyanga wewe unajitia moyo? Huwa najitia moyo kwa sababu gani? Mimi huwa naomba. Hata nikiona jambo gumu, okay mimi nakuanga na roho ngumu. Mimi hata Kevin akizimia nikiwa kwa nyumba, hata kama umekaa tu hapo, mimi siwezi kuambia mtoto ni mgonjwa. Na nyamaza tu. Lakini sasa niko na roho mzito. Mimi nikiona kitu najitianga moyo, nasema heri mimi niko na miguu miwili, niko na macho mawili, niko na akili ya kutafuta. Hii kitu nitaioga mtu. Naomba natoka naenda kutafuta. Wow. Kuna mwenye pale anakutazama na ni mlemavu ama ako na mtoto mlemavu na anasikia hawezi endelea tena. Anasikia kama anaweza akaondoka kwa hii dunia. Unaweza mtia moyo aje kama? Mimi huyo mtu namwambia hivi. Wakati ule umeona magumu yametokelezea kabisa, jua Mungu anafanya kazi kwako. Jua kesho utafaulu. Mimi kama juzi nilikuwa nimekaa tu. Sasa hiyo niko mwisho kabisa, nauliza nitaenda wapi? Juu Kevin anatakana nitafute fare. Unajua ukienda kutafuta mtoto lazima utafute fare yako na fare yake. Juu uchukue mtoto sasa ndio kuja naye. Unaona ni fare ya watu wangapi? Juu uweze waambie Kevin kuja nyumbani watoto wamefunga shule.
Nikaona mtu anakuja ananiambia hebu chukua hiyo ngiri moja uende ununue, utanunulia Kevin dawa. Nikasema Mungu naye sana anaonanga mchana. Nikajua hapa nitasave, Kevin atakuja. So ule mtu mlemavu ama ako na mlemavu na anaona amefika mwisho, ajue sasa ndio baraka inakuja. Na chenye nawasaidia nawaambia hivi, ukiwa na mlemavu ujue wewe ni special. Na mimi ninaweza kukuhakikishia hata wakati nilikuwa nakosa kabisa, siwezi kosa uji. Lazima uji ikuwe kwa nyumba yake. So Mungu hawezi kukunyima kabisa. Mimi wanasema Mungu hawezi kupatia kitu yenye uwezi beba. Hata kama ni changamoto, sisi tunapitia changamoto. Manake mimi nikikumbuka mtoto wangu alikuwa mzima. Hata afadhali baba yake angekuwa hai, hata kama ingekuwa divorce, ningekuwa nampelekea namwambia hata leo wewe beba hiyo mzigo. Ama anamwambia nipatie yako ya dawa ama ya chakula. Lakini saa hizi ni wewe na ni wewe. Hakuna mbele na nyuma. Umenifurahisha sana kuniambia baba Kevin alikuwa anapenda huyo mtoto sana. Nishawahi ongea na wazazi wengine wakaniambia alipopata tu mtoto akawa na ulemavu alitoroka. Akasema kwa hakuna ulemavu. Wengine wanasema wanaambiwa ni laana. Unaweza ambiwa wazee kama hao aje. Ikiwa utoroka wanasema hawataitanishwa na mtoto kama huyo. Unaweza waambia aje hapa Juma? Manake najua nakutazama. Mimi naweza waambia hivi. Ni kama tu hata nikwambie example mlevi. Mlevi ako na stress. Ameenda amekunywa pombe, ule pesa amepata. Ameenda kulala. Hiyo pombe, hiyo ulevi itasongesha hiyo shida. Si ataipata tu hapo kabisa. Sasa ni kama tu wewe uko na shida kama hiyo. Wewe ni mzazi na wewe ndio ulimzaa. Juu hakuna wenye mtu anaweza zaa kiwa peke yake. Na wewe ni mwanaume, umekimbia. Mahali unakimbilia ujue hakuna usalama. Unaweza pata huko kubaya zaidi. Wengine wanasemanga ati ni laana, hiyo ni laana. Na ukienda huko uzae hao watoto na uzae watoto wazima huko na ukose cha kuwapea. Sasa kazi ikose. Si afadhali urudi kwa laana huko. Sababu Mungu hawezi kubali hapo. Juu Mungu akipatia huyo mtoto anajua sababu. Alikuwa na kusudi lake. Alikuwa anajua wewe unaweza kulea huyo mtoto. Sasa kwa nini anatoroka? Na kama ni wewe ungekuwa kiwete. Kama wewe mwanaume wewe ndio ungekuwa kiwete. Alafu mimi ni bibi yako nikutoroka, utasikiaje? Vibaya. Sasa jivalisha hizo viatu. Wow, umeongelesha vizuri sana, nimefurahi sana. Ate we uraga ate tondu ni wagia mwana uri na wathe ndukae kura nemo gotire mundu utoe rucio rwake na hihi wa gukorwo ni urora uthi ucemania na maundu maritu na hau mbere urathie ikaraga no Ngai ya kurathima nake ni amu ni arorete akona ati we no uhote gukorwo ukirira mwana ucio. Wow, umeongelesha vizuri sana na nimefurahi sana, na pia mimi nikafurahi juu yako kujifikisha huku. Kuna mtazamaji pale angependa akona matatizo, akona mtoto kama huyu mwenye mlemavu, ama pia yeye akona ulemavu fulani na angependa umtie moyo kama ulivyojitia wewe. Alafu tena kuna mwingine ana hii ID. Na hii ID, mtu mwenye mlemavu lazima awe na ID kama hii kama angetaka kusaidika kwa maisha. Juu yeye ni mlemavu. Ungemuelezea vile anaweza ichukua. Sijui utampatia namba yako hapo. Ndio anaweza peana namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0721 650 298. Unaweza rudia tena? 0721 650 298. Na pia kunaweza kuwa na mtu anaweza akakuitia kibarua ama anaweza tu kusaidia na njia nyingine yoyote. Rudia tu namba yako. 0721 650 298. Yeah. Kama ni mpesa itaandikwa Margaret Fedha. Wow, gakena muno mwirori wa session ya Gikuyu TV ndigwiraga kindu giothe gikianjiriria no nginya kigie na kirikiriro, na riu tamarire no itu ya kanya ka mwanya ni yagia na kirikiriro kiega kana turorete gutiriha tondu twanjiririo wega
ni ukorirwo hamwe na ithuĩ nĩ watwĩrorera nĩ ndakena mũno na Ngai wa muoyo arokũrathima. Tabarĩra ĩno ĩkoragwo ĩkĩrũmbũiya mũndũ wothe ũrĩ na wathe, mũndũ wothe ũrĩ na wathe wa mwĩrĩ ĩkoragwo ĩkĩrũmbũiya nĩ amu yĩho nĩ ũndũ wa andũ tacio marĩ na mathe. Rĩu niĩ ngakwĩra atĩrĩrĩ, tabarĩra ĩno nĩ yakinya gaturumo kayo, tũgacoka haha oro mũthenya wa Juma Ngai witũ atũkinyanĩria. Niĩ ngakwĩra ũtindie, niĩ ngakwĩra ũrarie wega nĩ amu ngũgũtiga moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Wambũi wa Icũgũ akũmenyithia marĩa matinda makĩgariũra thĩinĩ wa bũrũri witũ ona nja wa itonga cia bũrũri wa Kenya. Niĩ ngakwĩra ũrarie thayũ, niĩ tũgacemania nawe gũkũ oro mũthenya wa Monday ngĩkũrehera tabarĩra ya Ruoro Rũgĩtema. Niĩ ngakwĩra bye bye. Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Pata channels kibao kwa bei ile ile. Subscribe to Nyota for more than 1 month. Jienjoy na channels sita zaidi. Subscribe to Basic Bouquet for more than 1 month and enjoy 5 extra channels. Subscribe to Classic Bouquet for only 899 for 30 days. Premium channels added to give you a complete family TV experience at no extra cost. Channels kibao kwa bei ile ile. Kama ni bei, ni Star Times. Star Times. Enjoy digital life.